tear gas. Wauawe hao waende. Mpenzi mtazamaji wa Sam TV popote ulipo, natumai mzima. Karibu katika kituo hiki, na ningependa kukupakulia yale ambayo yametufikia katika meza zetu za habari. Wakaaji wa eneo la Narok County, haswa katika mtaa wa Narok Town, hivi leo walifanya kile ambacho kimeacha Rais William Ruto kuwa na uoga. Walikitenda kile ambacho serikali ikutarajia. Hadi wa sasa viongozi wa eneo la Narok wameweza kuitishwa katika mkutano wa dharura na rais wa nchi ambaye ni Rais William Ruto. Kumbuka kwamba viongozi hawa walikuwa wamepeana ujumbe siku chache kabla ya mkutano wa Linda Mwananchi kuweza kuandaliwa na kutangazwa kwamba utakuwepo katika maeneo ya Narok. Wakapeana onyo kwamba Linda Mwananchi isiweze kufanyika katika eneo hile kwa sababu hakuna yule ambaye atakuja kuwasikiza kina Sifuna. Lakini lile ambalo ni la kutisha na kustajabisha ni kwamba kile ambacho Ruto alikuwa amekipangia siku ya leo kwenye tukio ama katika hafla hile ya mkutano uliopangwa na wale ambao ni viongozi wanaohusiana na mlengo wa Linda Mwananchi, ni kwamba umati wa watu ulifurika, na hili ni jambo ambalo hawakulitarajia. Kulikuwa hasira za wananchi wa eneo hili zilipandwa zaidi baada ya maafisa wa polisi kutaka kusimamisha mkutano hii usiweze kufanyika katika eneo hile. Na kilichowaghadhabisha zaidi waliohudhuria ambao ni wakaaji wa eneo hili ni kwamba maafisa wa polisi walianza kurusha na kutupa tear gas kwa wananchi ambao hawakuwa na furugu yoyote. Na mtazamaji, hili lilitendeka kabla ya Sifuna kufika katika pahali ambapo walikuwa wafanyia mkutano ambao ni uwanja wa Narok. Hasira za wananchi ziliwazidi zaidi na wakaonekana wakiwatimua maafisa wa polisi ambao badala ya wao kuhakikisha kwamba kuna amani na kuna yule ambaye anaanzisha furugu, wao ndio wanaanzisha furugu, wao ndio wanarusha tear gas, wao ndio waliofika katika eneo ambapo kulikuwa kunapangwa mkutano huu na kufuruga kwa kuwafukuza na kusimamisha shughuli ya kufunga spika na kufanya maandalizi ya mkutano huu. Wananchi wakapandwa na hasira zaidi, wakasema tumetosheka na matukio ya serikali kufuruga amani. Tumetosheka na maafisa wa polisi kutumika kiolela ili kusimamisha shughuli ambayo haina furugu yoyote. Kazi ya maafisa wa polisi ni kuhakikisha kwamba kuna amani katika eneo ambapo kumekuwepo na mkutano. Na mtazamaji, kumbuka kwamba kulikuwa kumetuma ujumbe na barua katika Inspector of Police ambaye hako katika maeneo ya Narok County. Akajulishwa kwamba kutakuwepo na mkutano na tungetaka kuwe na amani na maafisa wa polisi kuwepo katika kongamano hili
kuhakikisha kwamba hakuna yule analeta furugu, na atakayeleta furugu achukuliwe hatua na maafisa wa polisi. Lakini la kusikitisha ni kwamba maafisa wa polisi ambao wameaminika kufanya hili, kuhakikisha kwamba kumekuwepo na amani, ndio wapo katika kipaumbele kuanzisha furugu kwa kurusha vitoa machozi kwa wananchi walio na amani. Hapa ndipo Ruto amefika. Na mtazamaji, hatujaanza kampeni rasmi. Hii ni rali ambayo inaandaliwa ili kuwafahamisha wananchi kwamba wajiandae kwa kuchukua kura. Wananchi wajiandae wafanye uamuzi na wasinunuliwe tena kwa sababu ya yale ambayo tumeyashuhudia. Lakini tayari Rais William Ruto ashaingisha baridi. Tayari ameanza furugu kupitia vyombo vya kuhakikisha kwamba kuna doria ya kutosha, vyombo vya kuhakikisha kwamba mwananchi amelindwa, vyombo vya kuhakikisha kwamba wale ambao ni viongozi wanaotaka kusudu maeneo yoyote yale nchini Kenya wamepewa ulinzi wa kutosha. Lakini kile ambacho tunakishuhudia ni tofauti na yale ambayo tunayatarajia. Upinzani unashambuliwa na maafisa wa polisi ambao wanatumika na serikali kuanzisha furugu katika mikutano ya wananchi wasiye na furugu. Na hili litaendelea. Maafisa wa polisi mtazidi kutimuliwa ikiwa hamtachukua hatua ya kusimama na ukweli, hamtachukua hatua ya kuhakikisha kwamba mwananchi wa kawaida ameweza kulindwa. Asante kwa kujiunga nasi. Hii ni Sam TV News. Tutakuwa tukikupakulia, na usisahau kulike, kusubscribe na kusambaza kanda hii ifike wengi, ili kwamba tukue tumejenga kituo hiki.